Mheshimiwa chairman wetu gavana tafadhali, naomba nimkaribishe gavana wetu akuje atukaribishe. Haya, asanteni, asanteni. Asanteni sana. Kakamega hoye! ODM! ODM! Mutalinda ground. Ground ya party leader. Ground ya Italanyi. Asanteni. Party leader wetu wa chama kubwa cha ODM, Mheshimiwa Daktari Oburu Oginga, viongozi wote wa kitaifa wa chama kubwa cha ODM, magavana wenzangu, wabunge wetu, MCAs wetu na delegates wetu, hamjambo? Hamjambo tena. Kwanza kabisa mimi nachukua fursa hii kuwakaribisha Kakamega. Party leader, nataka kuhakikishia kwamba hawa delegates, hawa ndio wako tayari kulinda ground. Muko tayari? Wacha nione kwa ishara kwa vyola moto linda ground. Asante. Jambo la pili, Bwana party leader, mimi nataka kukuhakikishia kwamba hapa Kakamega sisi tuko imara kuhakikisha tumeimarisha chama cha ODM. Na sisi si kwa maneno peke yake, ni kwa vitendo. Tumejenga ofisi, hatujajenga. Mimi nataka kuhakikishia mwana party leader, mimi kama mwenyekiti wa chama cha ODM Kakamega, ukianzia kule Likuyani. Likuyani mpo? Likuyani mpo? Tuko na ofisi ya ODM kule Likuyani. Ofisi iko ama iko? Watu wa Lugari mpo? Tuko na ofisi ama hatuna ofisi? Watu wa Malava mpo? Tuko na ofisi ama hatuna ofisi? Watu wa Shinyalu mpo? Ofisi ya ODM iko ama iko? Watu wa Lurambi je? Tuko na ofisi ama hatuna ofisi? Watu wa Navaholo, tuko na ofisi ama hatuna ofisi? Watu wa Matungu, tuko na ofisi ama hatuna ofisi? Watu wa Mumias East, tuko na ofisi ama hatuna ofisi? Watu wa Mumias West, watu wa Mbuyu, tuko na ofisi ama hatuna ofisi? Watu wa Butere, tulifungua ofisi ama hatukufungua ofisi? Mimi nataka kuhakikishia bwana party leader ya kwamba tukisema tunaimarisha chama, sisi tunaimarisha kwa vitendo. Na leo nataka kuhakikishia kwa kauli moja ya kwamba Kakamega iko nyuma ya party leader wetu ambaye Daktari Oburu. Jambo la pili, mimi nataka kuambia kwamba leo kwa niaba ya madelegates wote, sisi tunaunga mkono kwa kauli moja wewe kupewa mamlaka kwenda kuongea na vyama zingine, tukianza na chama cha UDA. Chama ambacho hatutaki uongee nacho ni chama cha Wamunyoro, kwa sababu hiyo ni chama ya ukabila.
Mnakubaliana na mimi? Party leader, ongea na vyama zingine. Wacha nione kwa ishara kofia mnapatia party leader. Asante. Party leader, hapa Kakamega sisi ni wana ODM. Tukianza mazungumzo na vyama zingine, mwaka ujao tunataka zoning. Kakamega ni ODM. Na mimi nitahakikisha kuanzia kiti ya MCA, kwenda kwa mbunge, kwenda kwa senator, kwenda kwa women rep, kwenda kwa governor, kwenda kwa president, tumechagua ODM. Bwana party leader, hapa Kakamega nataka kuhakikishia ile resolution ya Central Management Committee, mambo ya 10-point agenda sisi tunaunga mkono. Haswa compensation of the post-election violence victims, mambo ya ugatuzi. Niko hapa na chairman wangu wa COG. Na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya fedha, mipango na uchumi, tunaunga mkono resolution ya kuongeza pesa kwa kaunti zote. Hiyo najua ilikuwa one of the resolution ambayo party leader wetu alitia sahihi. Hapo tuko nyuma yako. Nikimalizia kwa sababu ya muda, mimi nataka kuhakikishia hapa Kakamega ya kwamba chama cha ODM kiko na chairman mmoja. Niseme nisiseme? Kakamega hoye! Mimi Kakamega hoye! Tarehe moja Septemba 2025 mlienda Iguhu, mlipiga kura, mkachagua chairman. Chairman wenye ni nani? Wacha nione chairman wa ODM Kakamega ni nani? Na sisi ODM muko tayari kulinda ground, kulinda party leader. Mimi nataka kuhakikishia bwana party leader ya kwamba hapa Kakamega sisi, kabla baba afe mwezi wa August last year, yeye alikuwa hapa na delegates meeting, na baba Raila Amolo Odinga akifariki alijua ameacha chairman Kakamega. Niseme nisiseme? Baba alisema chairman ni nani? Chairman ni nani? Mwisho sisi tunataka chama cha ODM kiungane. Hatutaki kwenda kwa majadiliano kama tuko divided. Na mimi niko mstari wa mbele kuhakikisha tumeunganisha wabunge wote hapa Kakamega. Na leo pia tumekubaliana ya kwamba aliyekuwa gavana Oparanya, sisi tunataka akuje hapa ili atangaze ya kwamba ako tayari kuunganisha Kakamega. Akuje ama asikuje? Gavana Oparanya akuje ama asikuje? Wacha nione kama gavana Oparanya ako. Tulikuwa tumekubaliana ya kwamba gavana Oparanya akuje hapa ili atoe msimamo wa kuunganisha Kakamega, kwa sababu Kakamega is the indivisible capital of Western Region. Lazima sisi tuungane. Na mimi nataka kuhakikishia bwana party leader ya kwamba hapa Kakamega watu wa kulinda ground ni hawa delegates. Muko tayari? Mutalinda ground, mutalinda chama, mutalinda party leader. Wacha nione wale ambao watalinda party leader. Asanteni sana. Nataka sasa tumkaribishe party leader wetu, kijana mchapakazi, youth leader wetu ODM. Asante sana Gavana Baraza na chair, na mimi nimekushukuru sana
kufanya organization ya delegates wote wa Kakamega wale ambao wamefika hapa. Na leo asubuhi niliitwa huko Butere, na nilipoitwa huko mimi nilienda huko kukula kidogo lunch, breakfast. Lakini sikiliza, lakini nilipofika huko nikapata kuna halaiki ya watu wamenasema hawa pia ni delegates. Sasa tuliongea kwa sababu wao pia ni watu wetu wa Kakamega. Mimi niliongea na hawa, na mimi nilikuwa na waziri Oparanya, nilimleta hapa akuje aseme ya kwamba sisi tunataka Kakamega moja. Kwa sababu nimeongea na chairman Baraza hana neno. Yeye anasema Kakamega ni lazima iunganishwe iwe kitu kimoja. Kwa hivyo sijui kama gavana Oparanya bado hako karibu aje hapa aseme mwenyewe, lakini hapana, hayuko, alitoka kidogo na ndege, hayuko. Okay, I know. Lakini mimi nina furaha tele. Nyinyi wanachama wa ODM, hii ni kuonyesha ishara ya kwamba chama hapa Kakamega ni imara. Nikienda kile mahali naona watu wanasema ODM. Nikienda kile mahali naona watu wanasema nini? ODM. Wale ambao walikuwa wananiambia ati chama imeyoyoma Kakamega, chama imekuwa goigoi Kakamega, wale walikuwa wanasema uongo. Leo nilikuwa nasikia ile nyimbo inasema lero lero ni lero, lero lero ni lero, ambole mkamba ni mubei, ambole mkamba ni mubei. Lero Asante sana. Asante. Vile sisi tunaendelea mbele na maringo, tunaendelea mbele na nguvu, tunaendelea mbele tukiongeza members wetu wawe wengi.
kwa sababu tukiwa wengi na tukikaa kwa meza na wengine tutaongea na nguvu, lakini tukiwa wachache tukikaa kwa meza kuongea na wengine tutakuwa wanyonge. Mnataka chama yetu iwe mnyonge? Basi kama hamtaki chama chetu iwe mnyonge, ninawaomba msajili watu wengi waingie kwa chama, wasiwe ni supporters peke yao, wasiwe wawe members wa party ambayo wamesajiliwa. Wachukue kipande, wale vijana ambao wamefika 18 years wachukua vipande na waanze wachukue kura pia, kwa sababu mtu ambaye hana kura ni kama mwanamume ambaye hana ile kitu yake, haina moto ya ku ile wananchi. Kipande ndio chombo chetu ya kupiga vita ya kuchukua uongozi. Tunaendelea na mmenipakia mamlaka ya kuanzilisha mazungumzo na vyama vingine kuendelea mbele. Sisi tutaendelea na mazungumzo, lakini tunataka hii area hapa Kakamega Western Province ndiyo nguzo ya chama ya ODM. Na tukiendelea kuongea ni lazima watu kutoka Western watakuwa kwa meza pale mazungumzo itakuwa. Hiyo ni lazima. Hiyo ni lazima. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kusema leo. Nilikuja tu kuwasalamiana, kuwaona, na mimi ninawahakikishia ya kwamba tukiendelea na mkitupatia support na tukiongea na hao wengine hatutakuwa wanyonge. Tutaongea na tutahakikisha ya kwamba chama kikubwa kushinda vyama vyote Kenya imepata haki yake. Kwa hiyo mesa imepaka vilivyo mpaka tupate haki yetu. Serikali tuliingia kwa dirisha, lakini sasa hii ambayo inakuja mbele, sisi tutaingia kwa mlango na tutanegotiate na tutahakikisha ya kwamba tumepata nguvu kushinda vile tuko hapa kwa hii broad based. Hii broad based ni kidogo tu, lakini tunataka maendeleo zaidi huko mbele. Tunataka kuwakilishwa kwa serikali vilivyo huko mbele. Tunataka kushare power. Lazima tushare power. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kusema. Asanteni sana. Asanteni sana. Ni hayo tu. Asante. Asante. Haya, tupigie party leader yetu makofi tafadhali. Shangwe na nderemo ya party leader. DJ weka muziki party. ODM! ODM! Basi mimi gavana wa Vihiga County nimekuja hapa kudhibitisha kwamba sisi tuko ndani ya ODM. Na sisi kama governors wa hii jimbo la Western, magavana watatu, zote ni magavana wa ODM.
na tumesema kwamba tutalinda chama, tuta strengthen chama on the ground. Ya pili, sisi tumekubaliana kwamba party leader wetu tutamuunga mkono, na yale ambayo ilipitishwa Kilifi tunaiunga mkono. Pia tunaunga broad based government. Tunataka tuwe ndani ya broad based mpaka wakati wa 2027, na hapo baadaye ndio tutajiamulia. Mwisho, watu wa Western tunataka tuwe kwa hiyo kamati ambayo itahusika na majadiliano na vyama vingine, hasa UDA. Kwa hivyo sisi tuko ndani ya ODM, sisi tuko ndani ya broad based government. Asante sana. Iko shida. Chairman ya Kakamega ni nani? Chairman ni nani? Bas, wacha niwaeleze kitu. Party leader yuko hapa. Ile Director General wa ODM Bwana Ongwen yuko hapa. Deputy Party Leader Bwana Arati yuko hapa. Junet Mohamed ambaye anahusika na mambo ya siasa ya ODM yuko hapa. I want to make something clear. Tulienda uchaguzi ya chama. Mimi kule Busia, munisikize vizuri. Kule Busia mimi nilisimama. Nikawa na petition kwa chama. Nikapelekwa party tribunal. Nikapelekwa kotini. Lakini hapa Kakamega sijasikia complaint kwa chama, sijasikia complaint kwa party tribunal, sijasikia complaint kwa koti. Sasa Kakamega iko na shida gani? Chairman ya ODM Kakamega ni nani? Mnaelewa? Ikiwa kuna dispute yoyote inafaa ikuwe kule Busia. Lakini kwa sababu mimi sijifungi na jam na mimi najua kuendesha mambo yangu, nimepelekwa kotini. Hata party tribunal ruled against me. Nikapelekwa kotini pia ikarule against me. Lakini mimi bado tu ndio chairman. Mnaelewa? Nyinyi hamna shida. Hapa hakuna complaint yoyote hata kwa chama. So hata sijui mambo kelele mingi ni ya nini. Mimi ndio ningekuwa na makelele. Lakini kwa sababu najua kujipanga, nimesema wacha tumenyane. But in Kakamega, I went to the party nikauliza, is there any complaint in the party? Hakuna. Is there any complaint in the political parties tribunal? Hakuna. Kuna kesi yoyote kotini? Hakuna. Sasa shida iko wapi? The chairman of ODM in Kakamega is... Haya, hiyo tumemaliza. Mnaelewa? Because the party organs are very clear. Ukiwa na dispute within 72 hours, enda launch complaint. Ukitoka hapo, enda kwa political parties tribunal. Ukitoka hapo, enda kotini. As we speak today, there is nothing in Kakamega about that. So hiyo maneno mupangane huko. Sio mimi nimemaliza hiyo. Ya pili, ndugu zanguni, kama wana ODM na watu wa mkoa Magharibi, I want to tell you, jana tulikuwa na mkutano kama huu. Na ndugu zanguni, kila wakati saa ingine Mwenyezi Mungu anakupa uhai uweze kushiriki hiyo wakati, either kisiasa ama kimaisha. Wakati huu Mungu ametuweka hapa, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu aliweza kuchukua kiongozi wetu Raila Amolo Odinga na roho yake ikae mahali pema peponi. Lakini mkumbuke, Raila Amolo Odinga alitushika mkono zaidi ya miaka 20. Hauwezi kusema kwamba ile mkono Raila Amolo alikuwa anatushika kwamba hakutufunza siasa ama hakutuelekeza vile tunaweza kwenda. It will be so bad for you to repeat in a class for 20 years na useme hakuna kitu unajua. Inawezekana hiyo? So nyinyi kama wana ODM,
Sera yetu kubwa, maadili yetu kubwa ilikuwa maisha bora kwa Wakenya. Na ndio kwa sababu mlikuwa mnajitolea, mnaenda maandamano, mnafanya nini, saa ingine wanatuibia, lakini tunasema no, Kenya ni kubwa kuliko mtu binafsi. Baba anaenda anasalimiana, anafanya grand coalition, haikumaanisha kwamba yeye hajui anafanya nini. So leo tafadhali, tuko hapa, tuko na vyombo vya chama, na mumeona hapa ikisomwa resolution kwamba chama kilienda kikapatana Kilifi na kikipatisha mapendekezo. Leo kuja utuambie pendekezo hili sio sawa because you are delegates. Lakini kama tumekubaliana na mapendekezo ya chama, this political party haikutengenezwa tu ati kupiganga kelele kwa streets. Hii political party was meant to get political power. Leo tulipitisha kwamba Oburu Odinga ndio party leader, na iko kwa sheria ya chama, na kuna mamlaka ambayo unapewa kama party leader, kwamba wewe utapatia chama mwelekezo. Watu wengine wanatuletea hapa kelele mingi, wewe ndio upewe hiyo ofisi. Ni wapi NDC ilipatikana? NDC iliitwa wapi ndio ukapewa hiyo kiti? Ati NDC itwe ati nini? The party has organ, the central committee has made. Hii ingine ni work in progress. Itaenda NDC, itaenda NEC, itaenda NGC, itaenda paka NDC. So don't give us conditions that the only time the party can make a decision is NDC. Constitution ya ODM inajua vile NDC huwa inaitishwa. Wewe mwenyewe vile ulipewa ofisi, mbona hukusema huwezi kuchukua hiyo ofisi paka NDC itwe? Sasa wewe unataka kuambia wale wako kwa ofisi wakifanya uamuzi kwa chama ati NDC lazima itwe. Itwe namna gani? Wewe NDC iliitwa wapi ndio ukaekwa kwa hiyo ofisi? Ni wapi iliitwa? So wewe tu pia party leader alisema tumeelewana, tumeketi, wewe shika hapa, si ndio? Kwa sababu ODM iko na hiyo options. You can negotiate, you can do consensus, you can do elections. Sio vitu yote iko kwa chama. So kama tumefanya consensus, tukasema we shika hapa, why do you want to demean others? Mnanielewa vizuri? So today, as far as we are concerned, wale watu baba aliwacha kwa ofisi, wale watu chama ilipitisha, including the party leader, through the Central Management Committee and the National Governing Council, those are the officials of the party. Mnanielewa? So today, as far as we are concerned, our party leader is Oburu. Na katiba inasema yeye kama party leader inampa mamlaka ya kupatia chama mwelekeo, including mazungumzo na vyama vingine. Baba wakati alikuwa, na kwa sababu mimi nimekuwa ODM hii miaka yote, tulitoka LDP tukakuja ODM. Hii miaka yote hata LDP tulifanya mazungumzo na NAK, ndio tukaform National Rainbow Coalition. Akuja mambo ya Kibaki tosha. Sisi tulikuwa LDP. Up to today LDP javunjwa. Tukawa na ODM. Kalonzo akatoroka na kipande ile ilikuwa inaitwa ODM Kenya. Tukapata jamaa mwingine kumbe alikuwa ameweka ingine inaitwa ODM Imanyara. Tukachukua hiyo. Ndio imeendelea paka wa leo. Kalonzo akabadilisha ODM Kenya ikakuwa Wiper. Sisi tukaendelea na ODM. Baadaye ODM ikaingia mazungumzo na Wiper. Tukaform code. Ile code, mnakumbuka? Ilikuwa mazungumzo. Tukatoka hapo, hiyo election nyingine ya 2017, Musalia pia akatoka ODM. Akaunda ANC sijui gani. Mnakumbuka? Tukaenda mazungumzo, tukaunda NASA. Sio Raila alikuwa anafanya mazungumzo? Tukatoka hapo, tukaenda ile ingine inaitwa Azimio. Wakina Kalonzo, wakina Martha Karua pia wakazungumuza. Si Raila alikuwa anazungumuza na hii watu? So how can we make our party leader Oburu
na chama ati tuwafunge mikono, hawawezi kuzungumuza na siasa ni mwaka jana. Mnataka tulale classroom? They can speak to everybody. Hata ile Kalonzo tulikuwa na yeye kwa Azimio, sasa anazungumuza na Wamunyoro. Na wewe unataka kutuambia ati ODM isizungumuze? Sisi tupatwe kama tumelala? Oteka ibona? Inawezekana? Abandu bangi haba bolere omanye enguni nyakulia mwana kwao ibolanga mwe kuno kuunyange embusi. Si unajua hivyo? Fisi ikitaka kula mtoto yake inasemanga hii inanuka kama mbuzi. Sisi tunanuka kama mbuzi. So ODM is a political party and is a national party. It is in Western, it is in Coast, it is in Marsabit, it is in Nairobi, it is in Nyanza. And we are all stakeholders. Maisha ya watu wetu, maisha bora ya watoto wetu na maadili inategemea hiyo. And we want to allow the party organs led by our party leader Oburu Odinga to engage in any political discussions that will make ODM stronger as a political party. Mnanielewa hiyo? Watu wasiwadanganye. Hakuna chama even siku ile tulisimama kama ODM, baba alisimama kama Pentagon. Tulikuwa na wakina Charity Ngilu, wakina Joe Nyaga. That is the only time namalizia tukasimama kama ODM Pentagon. The rest we have always formed coalitions. So vile mumeongea hapa kwamba the Central Management Committee among the resolutions ilipitisha is to allow the party leader to start engaging with other political parties to form a political formation that will form government. Mnakubaliana na hiyo maneno? Ama mnataka kung'edhia hapa? Tunaelewana? Ya mwisho, mimi kule Busia, mimi nataka tu kusimama kura ya ugavana and people will decide. Mnaelewa? Hapa Kakamega nimeongea na Barasa na nimemsikiza vizuri. Barasa anataka tu kusimama kama gavana. He has got no any conflict with anybody. Nimeongea na Oparanya. Oparanya hajaniambia anataka tena kuwa gavana ya Kakamega. So, mnanielewa? So why should we have problems? Tunafaa tuwe na shida. Ule anataka kutafuta kura atafute mwenyewe. Mnanielewa? So let us not make vitu ile itaharibia watu wa Mrembe Nation. Tuanze kuchekelewa nationally. Because ile watu wanawinda ndovu, sisi tunawinda kuku. And yet kuku is a domesticated chicken. Utangoja tu ingie kwa nyumba ushike. Mumenishika? So tukubalie Oparanya tusaidie huko juu. Barasa naye ang'ang'ane hapa chini as governor ya Kakamega. Na amenyane na wale wanataka kuja wamenyane. Hiyo iko sawa? Na mimi pia wale wanataka kunipinga kule Busia pia wako huru. Hiyo ndio siasa. Alafu tuwache party leader atuongoze pale nationally. Tumeelewana hiyo? Kwa hayo mengi, ni wangapi wanasema kwamba ile resolution ya Central Committee ambayo ilipitishwa kule Kilifi, sisi wote kama watu wa Western tunaendorse? Tusimame tubebe kofia ODM! 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 Asanteni sana, Mungu awalinde. ODM! ODM! Vijana mko tayari kulinda ground? Vijana mko tayari kusimama na party leader? Vijana mko tayari kusimama na chairperson wa Kakamega? Vijana mko tayari kusimama na Kea? Sasa party leader, sisi tuko na jambo moja ambayo tunataka tukwambie. Kitu yenye tunataka tukwambie party leader, baba alikuwa ana support intergeneration conclave. Party leader, tunakuomba kuanzia leo utakapoenda katika mazungumuzo na wale wa broad based ama UDA, uconsider ile intergeneration conclave. Jambo la pili ambalo nataka niseme, party leader, hawa vijana wengi, chairperson Governor Barasa ndiye amewashikilia, wanateseka sana na Nyota Fund. Microfinance iwafikii,
Hawa delegates wa ODM wanateseka sana. Chairperson peke yake governor ndiye amewashikilia. Oparanya amewaweka kando. Kuanzia leo tunataka tuseme, Oparanya kama umechoka uende. Tumeteseka sana na mambo ya Oparanya. Wacha afunge aende. Oparanya ufunge uende. Oparanya ufunge uende. Jambo la pili, sisi hapa Kakamega, mtu ambaye ako na kifungu hapa Kakamega ni Fernandes Baraza. Fernandes, huyo ndo bwana wetu harusi. Mtu ambaye atakayeongea kwa Fernandes Baraza atakuwa adui. Jambo lingine, tafadhali niongee initoke. Nipatie muda niongee initoke. Asante. Sisi tuko na ombi moja. Ukule Mombasa, vile walitoa Hassan Joho kuwa deputy, niseme nisiseme? Niongee nisiongee? Kule Mombasa, vile walitoa Hassan Joho, walieka Mswama kama deputy party. Hapa Kakamega, vile walitoa Oparanya, walieka nani deputy party leader? Sisi tunaomba hiyo kiti ya deputy party leader, tafadhali party leader uturudishie, tupatie bwana gavana Baraza Fernandes. Jambo ya mwisho, sisi tunaomba tukikuwa Simba na Etaya, tutakuwa na Simba ni Itelanyi. Simba na Etaya, Simba ni Itelanyi. Asanteni sana, Mungu awashukuru. Asante. Sasa naona haya kwa sababu ya saa DJ ODM. Nikisema ODM unasema tuko tayari. Nikisema tu ODM linda ground. ODM. ODM. ODM oye. ODM oye. Kwanza nataka kualika wabunge wenzangu. Lakini kabla sijaalika, nataka kufanya clarification hapa kwa niaba ya chama. Nataka kusema hivi. Chama ya ODM, mimi ndio nahusika na masuala ya uchaguzi. Na wakati tulifanya grassroots election ilifanyika tukamaliza. Katika vitabu vya chama, mwenyekiti ya Kakamega ni Fernandes. That's the position. That's the position. That's the position. Hello? Hello? Lakini ODM. Lakini kuna watu wameweka dispute. Dispute tasikizwa. Chama iko na masuala ya kusikiza dispute. Kuna dispute committee ya chama, kuna PPDT, kuna High Court. Lakini mimi naongea kulingana na vile kitabu ya chama ilikuwa inasema jana jioni. Ilisema mwenyekiti ni Fernandes Baraza. Lakini dispute ikisema, koti ikiamua vingine, mtu akishinda kotini, ashinde hiyo dispute ingine isemekane, hiyo sasa ni mambo tofauti. Lazima tukue watu wa ukweli. Tukue watu wa huko pia ni watu wetu, ni watu wa ODM, hawa pia ni watu wa chama yetu, lakini tuendeshe chama kulingana na vile ukweli ilipo. Si ndio namna hiyo? Tumemalizana hiyo ama hatujamalizana? Na yule mtu ataonea mimi mbaya, naomba msamaha. Mimi ni hivyo tu. Watu wengi wamenipiga kwa kuongea hivi, lakini executive director iko hapa, party leader iko hapa, chair iko hapa. This matter was discussed in the Central Committee. Na ilithibitishwa mbele yetu ya kwamba election board ya ODM ili declare mtu naitwa Fernandes Baraza kama chairman. Na unajua halo na election board ndio inaamua. Election board ndio hata saa hii sisi wakati tulikuwa Bomas,
Si Chebukati alideclare Ruto, si akakuwa president. Sasa sisi si election board, hiyo mama anaitwa Awita. Lakini kama dispute itakuwa resolved, sasa wataamua vingine. Sasa namna hiyo. Jambo la pili, chama yetu ya ODM, chama yetu ya ODM iko imara sana. Tuko na watu hasidi, watu ambaye hawataki vyema kwa chama chetu. Kuna wengi wanataka tukae kwa barabara, wanataka tukae kwa street, wanataka tupigane. Wakisikia ODM imekaribia serikali, wanaanza kupata tumbo joto, wanaanza kuharisha. Si mnawajua hawa? Si unajua hawa? Mimi nataka kusema hivi. Chama ya ODM ni chama ya nidhamu. It's a party of law and order. Na kamati kuu ya chama imekaa, imesema wanataka kufanya mazungumzo na vyama vingine, wakianza na chama ya UDA. Sasa wewe ni nani kupinga kamati kuu ya chama? Wewe ni nani? Wewe ni nani hapa Kenya huko na makende kama hiyo? Wewe ni nani? Wewe ni nani unaweza pinga? Mimi naongea na wanaume, sijui wanawake niseme nini. Lakini wanaume hawa wenzangu, wewe ni nani unataka kupinga kamati kuu ya chama? Wewe ni nani? Wangapi wanasema tupitishe mambo ya chama, kamati kuu vile imesema tuone kwa mkono? Ya pili na kukumalizia, sisi tunataka kama ODM tukue kwa serikali. Chama ya ODM sio NGO ya kupigania watu, ya kupeana relief food, ya kufanya hii. Chama ya ODM ilitengenezwa na baba to look for political power. Kama wewe unataka kutengeneza NGO, enda tengeneza NGO yako. Waachia sisi chama chetu. Sisi tunataka tuungane na vyama vingine ili tutengeneze serikali ya 2027. Na tulisema ya kwamba hatuwezi ungana na mtu mmoja. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Na pia hatutaungana na mtu yoyote ako na muungano ya nani? Kama wewe unataka kufanya mazungumzo na Wamunyoro, wewe fanya mazungumzo yako. Sisi pia tuachiwe tufanye na watu ya broad base wako hapa. Sisi pia tufanye na watu ya broad base. Governor Lusaka iko hapa. Lakini mimi nakuhakikishia ya kwamba the last person who will be called opposition leader ndani ya ODM ilikuwa baba yangu, baba Raila Amolo Odinga. Wengine yote wataform serikali sasa. Tumerefuka na mjinga ikirefuka, mwerevu wako wapi? Mjinga ikirefuka, mwerevu iko wapi? Wamezoea kufungia ODM nje. Sisi ndio watu ya kupigana na watu. Sisi ndio kutetea watu. Sisi ndio watu ya maandamano. Sisi ndio watu ya kuongoa reli. Sisi ndio watu ya kufanya sijui nini. Safari hii tumerefuka, tuko kwa meza. Tuko kwa na watu banduki. Na watu. Lakini tutafanya mazungumzo kama UDA na ODM. Na tutahakikisha ya kwamba ODM itapata haki yake. Na tutahakikisha ya kwamba eneo zote za ODM, ikiwa Western moja yao, watapata haki yao kupitia chama cha OD. Kwa hayo machache, mimi nimekuwa mzee kidogo sasa, nimewacha kutusi watu. Lakini nimeona juzi kuna wengine wanatusi, mimi nataka kurudi kwa kiwanja. Lakini niwaachie hapo kwa leo kwa sababu kuna wazee wamekaa mbele yangu. Niwache tu nifanye kwa heshima. Naomba wabunge wenzangu wakuja hapa juu ili waseme majina yao na wachache waongee, wale wana Bulindo wa hapa na Bulindo na ODM. Asante. Mimi kwa majina ni Anthony Oluoch, mjumbe wa Mathare. Asante sana party leader. Leo nimesikia jina yake ingine mpya. Mimi namuita youth leader. Leo nimesikia anaitwa Baby Boy. Baby Boy, shikilia hapo, chama iko imara. Asante sana. ODM. Mimi ni Christine Nombaka, woman rep wa Siaya. Na ninasema hatuwezi kupinga Oburu party leader wetu. Vile tulikuwa hatuwezi kupinga baba Raila Amolo Odinga, who was our party leader. Dr. Oburu, we are together. We shall support you. We are there for you. Thank you.
ODM. Mimi naitwa Mwalimu Orero. Mimi ndio nachunga boma la baba Kibra. Na hii mkutano tumefanya huko Kibra na tuko nyuma ya Oburu Odinga. Asanteni sana na mbarikiwe. Wana ODM oye! Mimi naitwa Fatuma Full Network, mwakilishi wa mama kutoka Migori County. Sisi kama wana Migori tunasema Musa alienda lakini ameacha Haron hapa. Haron tunajua utatufikisha kule Canaan kwenye tunataka kwenda. Ya mwisho, if you are looking for a good dancer, don't look in Honorable Oburu. If you are looking for Martin Luther King's speech, do not look in Honorable Oburu. But if you are looking for wisdom, calmness, respect, look for Dr. Leader wetu Oburu Oginga Odinga. Thank you and God bless you. ODM. Mimi nilikuwa nishaongea lakini nataka kuhakikishia our party leader kule Busia tunazidi ku-expand na tutakuwa tena number 1 kwa kusajili more ODM members. Kakamega mtafanya hivyo? Mtatu overtake? Mkijaribu kutu overtake na sisi tunakataa. Tunazidi kukua number 1. Our chairperson Mama Gladys Wanga, continue being that hen that covers the big-headed egg and the small-headed egg. That is how our leader behaves. Mwah, I love you. Mama Dago. Aya, wana Kakamega tusalamiane salamu ya baba ya mwaka mpya. ODM. Muko tayari nyinyi? Ulialala kweli? Wanya kujendo. Numulialala nende governor. Chairman wa Kakamega. Kule wena. Lujendo lwenol. Kaya Kakamega tusalamiane. Mimi nataka nishukuru party leader wetu Daktari Oburu Odinga. Nishukuru sana gavana wa Kakamega kwa kusimamia hii Kakamega. Hii hapa ni moto. Wewe ndio baba wa hapa, linda watu. Baba wa hapa. Nishukuru sana mama yetu, Mama Gladys Wanga chair wetu. Na leo nitasema hivi nikiwa nyumbani. Maana sisi ni wana Nairobi, tunakaa huko tukiangalia nyumbani jinsi mnafanya. Lakini Nairobi sisi huwa tunasema farasi zinakuanga 2 Nairobi. Either ukue upande wa hiyo ingine ama usimame na sisi straight. Utembee safari ya Daktari Oburu Odinga, safari ya broad based. Kuliawena? Jambo la pili. Sisi kama jamii ya Mlembe, hii jamii kila mtu anaiogopa. Sababu hii jamii ikiamua Kenya itetemeke, hata President William atatetemeka. Lakini kwa sababu mnapenda kucheza governance, interest ya bandu Mlembe, lero kuchenda lala, lero kusinjira lala, na hakuna chama ingine. Chama inakuanga hii baba alitengeneza. Ndio mumeishi huko hiyo miaka yote. Tusijaribu kusambaratisha, tutaumia. So musifungue mianya huku, watu wapitie katikati yenu, waharibu hii Western. Nyinyi ndio mtasimama kulinda ground ya ODM. Na sisi tutalinda ground Nairobi. Na daktari, sisi tunataka kukuambia. Wajua naona watu wanacheza, unasikia mtu anaandika kitu unashangaa umeandika nini? Huyu ana contest na mtu. Na usijaribu kudream hata wale wako huko, unaweza kuwa kama baba Raila Amolo Odinga. Never compete with him. Never. Mungu alipatia huyo baraka zenye sisi hatuna. Kwa hivyo chunga baba na uchunge sana daktari. Na never compare him. Never compare him. He is gifted by God on his own right. Simbarikiwe sana. Haya, sasa kuna wenzetu wa UDA wamekuja kama observer mission kwa delegate. Wataka kuona ODM ni watu aina gani. Si unaona sisi hatuna kelele, hatuna fujo, hatuna maneno mingi. Si unaona tuko watulivu. Haya, mpeleke hiyo report kwa mkubwa yenu.
Wana ODM hoye! Kakamega Milembe! Mimi naitwa Lilian Sioi, mama county wa Trans Nzoia, na mimi niko ndani ya chama ya UDA. Na kwa sasa baba yetu William Samoei Ruto amesema tuko ndani ya broad based na nyinyi watu wa ODM. Tunataka kutembea safari pamoja tuelekee kule. Tunaelekea wapi? Lakini ni Singapore saa hii, si ndio? Nyinyi mnaelekea Singapore na President William Samoei Ruto. Hiyo information nampelekea, tuendelee kutembea pamoja, tujenge nchi yetu, na tunakaribisha wote waje tufanye kazi kwa pamoja. Mungu wa amani awabariki. Haya, Mheshimiwa Emase. Wana ODM mjambo. Asanteni sana. Mimi naitwa Mary Emase, mbunge wa Teso Kusini, natoka Busia County. Pongezi sana wana ODM kwa kupatia Dr. Oburu Odinga uongozi wa hii chama. Kwa hii muda kidogo tu chama imeimarika, haijaimarika? Si Dr. Oburu anafanya kazi? Daktari, endelea na mazungumzo. Wamekupa idini wanachama wako. Na pia sisi katika UDA, mimi ni NEC member, juzi tumepeana party leader wetu William Samoei Ruto hiyo idini ya kuendelea na mazungumzo na chama cha ODM. Kwa hivyo tunawakaribisha. Na sisi Busia, timu ya UDA ikikoordinatiwa na mimi, tutashirikiana na timu ya ODM ikiongozwa na gavana wetu Dr. Otuoma na women rep wetu Catherine. Na nakuambia tutam Busia, Kakamega mkicheza, sisi tutaongoza katika Western Kenya. Tutam ya broad based. Asanteni sana. Unajua kila mtu akienda soko anauza mbuzi yake. Sasa anauza mbuzi yake. Kakamega oye! Mko wazima? Msangalile. Mirembe ya baby boy, mirembe za baby boy, salamu za baby boy Odinga Oburu. Party leader ODM. Baby boy, hao watu wamekupa mandate. These people have given you the mandate to go ahead. You come and sit with the President William Samoei Ruto. ODM ingie kwa serikali, wakae ndani. Nani anapinga hiyo? Kuna mwenye anapinga? Nione mwenye anapinga Oburu. Kuna mwenye anapinga? Youth leader, baby boy, daktari. Mimi kama coordinator wa UDA presidential campaign Vihiga, na tutakaa na Otichilo na viongozi wa Vihiga wote na tuseme tunasema ODM tubebe mikono. Tunasema tutam, tutingishe tutam. Nani anapinga? Haya, Mheshimiwa Webuye. ODM party leader, mimi nimekuja hapa. Mimi ni mbunge wa Webuye Magharibi. Jina ni Dan Wanyama na wa chama cha UDA. Niko tuna mambo mawili kuambia wana Kenya mahali popote walipo, kwamba la kwanza, Kenya yote ielewe kwamba broad based government is real. Ya pili na ya mwisho, kwamba two term for William Ruto is also real. So tumekuja tu hapa kuambia kwamba tuko tayari kukuwa na mazungumuzo kati ya ODM na UDA, alafu Kenya yetu iende mbele. Asanteni sana. Sasa kuna mbunge wa Kiminini, Mheshimiwa ODM, Mheshimiwa Oburu Odinga pamoja na viongozi wote wa ODM. Mimi nimekuja hapa kama kijana ya baba. DAPK nikichaguliwa kule Kiminini, tulikuwa chini ya Azimio, na mahali baba alituacha hapo ndio tupo. Kwa hivyo ile kitu nimependa kuambieni ndugu zangu, tufuate mambo baba alituachia, na sisi tuko nyuma yako Mheshimiwa Oburu. Hata wale wengine kina Eugene kina nani tuwalete ndani.
ni lazima tufungulie, hasa sisi watu wa hapa magharibi. Ni lazima tutembee pamoja, tuhakikishe kwamba Mheshimiwa William Samoei Ruto tunampatia yake ingine 5 ili iwe 10. Mimi niko na nyinyi pamoja, pia wengine wote tunakuja. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Uda, sema tu jina. ODM power! ODM power! Kwa majina ni Mheshimiwa Fred Odhiambo Uda ambaye alikuwa mjumbe wa Kisumu Central. I owe my loyalty to ODM. I owe my loyalty to my party leader. Man is my political father. He made me to be an MCA. He made me to be an MP. And today, I'm still loyal to our party ODM under stewardship of Dr. Oburu Oginga and our leadership yote. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Kizito, Regional Coordinator ya ODM. Haya bana weru mirembe mulebalamu Oburu ni khale ya mundu shinandisheta. Oburu ni khale ya mundu shinandishe. Oburu hola bindu Oginga we. Oginga we. Bas, asante Bwana Junet. Mimi ndio Justus Kizito. Nilikuwa mjumbe wa Shinyalu, lakini mimi ndio Regional Coordinator. Tunatembea pamoja na nyinyi. Sisi hapa Kakamega ilikuwa imaamuliwa kitambo kwamba tunaunga Oburu Oginga mkono kama party leader wa ODM. Oburu, endesha bus, usiangalie kando, angalia mbele. Ile mambo ilikuwa Butere, ilikuwa ni lunch. Lakini hapa ndio watu wa ODM. Si ni ukweli? Si ni ukweli? Ukweli ama si ukweli? Bwana Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa Oburu Odinga, sisi tuna Barasa. Barasa anachunga chama Kakamega sawa sawa. Na sisi tunamunga mkono kama chai wa party. Mwisho, sisi tutaanza kutafuta candidates wa ODM. Kama ufuati chama kaka kando. Party loyalty is number 1. Kakamega lazima usupport Barasa na pia uunge Oburu Oginga mkono. Na tunasema tembea na wengine. Asante sana. Haya, ODM sasa kumalizia pale bunge tuko na kamati mbalimbali. Juzi wakati broad-based imetengenezwa, kamati ya Budget and Appropriation Committee ilikuja kwa ODM na tukaweka chairman Mr. Honorable Atandi kutoka ODM. Tuling'oa kwa wengine kwa sababu walikuwa wanacheza naye, wanaharibu vitu ambaye inafaa itengenezwe na wanaongea mingi. Sasa vile tumekuwa chairman ya budget under the broad based, nataka chairman aeleze watu ya Western na watu ya Kakamega vitu vingapi ameweka kwa budget ili ajue ya kwamba ODM inafanya kazi ndani ya broad based government. Aya, ODM. My work is going to be very, very simple. Kupitia kwa party leader, nataka niseme kwamba kabla sijakuwa chairman ya budget, in the last financial year, sehemu zetu za chama za ODM, our strongholds across the country, they were not getting any budget. Unakumbuka ule jamaa anaitwa alikuwa anasema mtu wa shares. Alikuwa anasema sisi hatukupiga kura, hatuna shares kwa serikali. We did not get any budget. But when I became the chairman of budget committee, I have done one budget only. Together with Honorable Junet Mohamed ambaye ni kiongozi yangu huko bunge. Na pia mnajua budget ni the owner of the budget is the president of the Republic of Kenya. So mnajua hivyo? Pesa yote ni ya president. Sasa mimi nakaa na yeye chini tunagawa. Sasa nataka niongelee mambo ya Kakamega County. Wacha nianze na mambo ya barabara. Before I became chairman of budget, Kakamega County with 12 constituencies, their allocation for barabara ilikuwa 800 million peke yake. Ule jamaa anaitwa Ndindi Nyoro na Rigiji walikuwa wanawekea Kakamega peanuts. Mimi kama chairman ya budget, kwa hii budget nilisoma. First of all,
zile pending contractors, pending bill ya contractors ndio tulilipa ya kwanza, tulilipa 400 million. Ndio mkaona mabarabara zenu contractors walikuwa wamewachilia, waliweza kurudi. Na sasa vile tuliingia budget sasa, mimi nikawekea Kakamega County 2.5 billion to cover all the roads in the county. Kakamega total roads that is under contract is 295 kilometers. That is the total roads. So imagine kwa ile zile budget za kitambo mlikuwa mnapewa hiyo 800 million peke yake ndio ichunge hizo mabarabara zote. Ndio mliona mabarabara zenu zilikuwa zimekwama. Sasa hivi tumeweka hiyo pesa na mnajua sasa kazi inaendelea. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni mambo ya stima. Mimi kama chairman ya budget Kakamega yote kila constituency iko na milioni 200 for last mile connectivity ya Kakamega County. Kila constituency sasa hivi mtaona kama hawa waheshimiwa, they will be directing you now through KERA waanze kutengeneza kuweka mastima kwa hizo your homes. The next thing that I want to talk about ni mambo ya health. Mnajua mlikuwa na hospitali hapa kubwa, ile ilikuwa inatengenezwa na county government. Sasa President Ruto aliamua hiyo hospitali iwekwe level 6. Consequently, mimi kama chairman ya budget na President William Ruto tumeweka 1 billion kwa hiyo hospitali kupitia kwa Ministry of Defense. Na mnajua hiyo hospitali inatengenezwa. Ya tatu, mnajua hapa Bukungu Stadium. Hiyo pia unajua ilikuwa imekwama. Mimi kama chairman ya budget together with President William Ruto tumeweka 1.45 billion shillings ya kuhakikisha hiyo stadium imefika mahali inatakana ifike. Na mnajua one of the items in the 10-point agenda ile tulisign na President Ruto. There are only two things there that are very important to us. Strengthening of devolution. Baba alikuwa amesema we must allocate counties 450 billion. So mnisikia? Sasa tulikaa na yeye chini na Junet Mohamed na President tukasema hiyo pesa we cannot get there in one go. Because the last allocation in the last financial year, counties were given 380 billion only. Tulisema na Junet na President kwamba let us allocate this money in two phases. The first phase we increase the allocation by 35 billion from 380 billion to 415 billion. Now the next budget tukiongea pamoja na viongozi na President, we intend to increase it to 450 billion. Consequently, Kakamega County in the last allocation, last financial year, they were allocated 12.9 billion in the last allocation. Now hii allocation yangu tume increase allocation ya Kakamega County from 12.9 billion to 13.7 billion. Kazi inafanyika ama haifanyiki? Bona sipati club bwana, hamtaki pesa ya serikali. I want to talk about unajua our people, wacha nimalize. Our people have suffered kwa mambo ya siasa. And you know very well that a lot of our people, even the boys from here, they were killed during demonstrations. Tulisema kwa 10-point agenda kwamba we must be able to compensate our people who suffered during political processes. Towards that end, mimi jana nimepewa instruction na chair lady hapa. Akasema hiyo maneno lazima tusuluhishe. Mimi together na Junet Mohamed ambaye ni kiongozi yangu na hawa jumbe wote unaona hapa, we are going to ensure that in the next allocation tumeweka hiyo pesa. Tutaweka hiyo pesa kwa Kenya Human Rights Commission na tuhakikishe kwamba hapa Kakamega wale vijana walikuwa napigania chama na wakaumia, they must be compensated. You know, I know all the budget ya Kakamega County offered. Sisomi mahali. Lakini nataka niwache hapo na niseme kwamba guys, Junet amesema kwamba the reason why we form political parties so that we can get power. Power is money. Money is development. Sasa nataka mjue kwamba the President of the Republic of Kenya has given me a through pass. Ameniambia mheshimiwa, kama maendeleo inaenda upande wa chama cha ODM mimi siwezi pinga. Mimi naweka. Ndio maana tumeongea na chairman hapa, chairman of Council of Governors, tumeongea na deputy party leader, tumeongea na chairman. By the way, your governor is a chairman of finance in the Council of Governors. Na yeye ndio mimi nafanya na yeye negotiation. Mambo ya pesa ya county mimi nakaa na huyu governor yenu tuna negotiate. Najua because we are all from the ODM party, we will never disagree when it comes to money going to our counties. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana.
Aya, asante sana. Wana ODM oye! Wana ODM oye! Asante sana. Mimi sitakuwa kwa mengi. Leo mimi nimekuja hapa, kitu ya kwanza nataka kutambua party leader wa chama cha ODM. Na sisi wote Kakamega tunamtambua Dr. Oburu. Si ni ukweli? Ya pili ninataka kumtambua chairman wa Kakamega County ODM branch ambaye ni Fernandez Baraza. Asante. Ya tatu namtambua national chairman wa chama cha ODM ambaye ni governor wa Homa Bay, Gladys Wanga. Pia makofi kwake kidogo. Asante. Na bila kupoteza wakati, nimetaka kuambia, mimi kwanza nimetaka kuambia kwamba mimi ndio nina host governor. Ndio napeana accommodation kwa governor kila siku. Alafu asubuhi nikishamlinda safely, ninamwachilia na kuja Kakamega kupeana service. Kwa hivyo mjue kwamba I am a very important person. I host the governor. Ya pili nimetaka kuambia kwamba hapa Kakamega tuwache hiyo confusion, kwa sababu party leader ametembea kwa all other counties Kenya, na kila county alikuwa na mkutano moja. Mbona Kakamega anakuwa na mikutano mbili? Kwa hivyo hatutaki mikutano mbili Kakamega. Kakamega tunataka mkutano moja, kwa sababu sisi Kenya nzima kama Kakamega hatuwezi kuwa tunaonekana sisi ndio tuko tayari kuvunja chama. We are not going to be the first one to break ODM. Kwa hivyo ODM tunataka ikue moja. Ikue moja na ikue na mpangilio ya chama vile ilipowekwa kwamba party leader yuko na Kakamega County iko na chairman ambaye atatuongoza. Na ni baraza, si ndio? Haya, leo cha mwisho nataka kusema kuna ile kikundi ingine ilikuwa inajiita G8. Leo nataka kusema G8 ndio mwisho wake wa leo. Hiyo chama ivunjike. Kakamega inyoroke. Tukue na msimamo moja. Hiyo G8 ilikuja ili kufunja chama ya ODM. Na kwa hivyo hiyo G8 ivunjike kuanzia leo. Sawa sawa? Aya, asanteni sana. Ingine ninawaambia kwamba tuingamarishe chama cha ODM, kwa sababu tukikubali ODM igawanyike hapa Kakamega, tutakuwa tunapeana mwanya kwa upinzani kupita. Na hiyo hatuwezi kukubali. Huyu governor Baraza kuingia kwa hii kiti, tuliungana sisi wote wabunge, tukaungana viongozi wote na tukasecure kiti ya ODM kwa governor. Kwa hivyo sasa hii tukigawana, mwingine achukue hii aende, mwingine achukue hii aende, katikati itanyoroka na upinzani watachukua. Hiyo ndio mnataka? Kwa hivyo tunaamua kwamba sisi kama Kakamega tutaungana, tukue kitu moja, tumtambue kiongozi wetu mmoja, na Mwenyezi Mungu awabariki. Vijana oye! Asante. Aya. Asante. Asante sana. Asante sana. Mimi sina mengi ya kusema. Mara mingi nimekuwa hapa, hata wakati baba alikuwa hapa. Msimamo wetu ni mmoja. Sisi tulisema party leader ambaye tuliwachiwa na mheshimiwa baba ni nani? Party leader wa ODM ni nani? Kama yeye ndio party leader, amkeni tuone. Obura fume! Obura fume! Jakawango afume! Deputy party leader hapa ni nani huyu? Deputy party leader wa ODM Simba Rati ni nani huyo? Tena ni Simba, anaweza kukua rati, anaweza kukurarua. Mnamtambua mtambue? Na mimi mara nyingi, na mnajua msimamo wangu, governor wa Kakamega ni nani? Mbona mjamuka kuniambia ni Baraza?
Bas, katika ODM tuna chairman mmoja anaitwa Nyasuna. Nyasuna simama. Huyu Gladys Wanga. Wamama muko. Sasa tukiwa na Gladys Wanga, tuwe na Mheshimiwa Oburu, tuwe na Simba Arati, tuwe na kiongozi wangu Junet, na tuwe na waheshimiwa wengine wa nguvu. Mna wasiwasi gani? Mnasema ati chama hakijavunjika. Chama kiko imara. Hawa ni watoto ambao wameona ya kwamba kidogo wako kando, watarudi tu. Hapa ni nyumbani kwao, hakuna mahali wataenda. Iko Mheshimiwa Oburu, nataka kukupigia asante sana. Wewe ndio ulinilea Mombasa, pengine umesahau. Madam ambaye ni bibi yako daktari, na ni kijana yake ni huyu Elijah, ndiye alikuwa daktari wa watoto wangu. Uliniwekwa kwa mkono ya marehemu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na hapo ndio tuko. Muko ODM? Mtangatuka. Iko ODM mbili tena? Iko ODM mbili. ODM ni mo. Na unajua baraza leo umenifurahisha sana. Umeonyesha kweli wewe ni Italanyi. Kweli wewe ni Italanyi. Asante sana Mheshimiwa Tindimwale. Haya, hebu nione jeshi ya ODM, jeshi ya ODM, jeshi ya baba, jeshi ya Oburu. Asante sana. Party leader, I want to start by telling you that the ODM fraternity in Kakamega and in Western in general believes in your leadership, na sisi taunga we mkono na we ukalie hiyo kiti sawa sawa. Mtu asitishe wewe. We recognize you as our party leader. Tena kwenda mbele, we recognize the chair lady Gladys Wanga, governor, kama the chair lady of ODM. We recognize Simba Arati kama deputy party leader. We recognize Odoro Ngwen kama executive wetu kwa chama ya ODM. Na kuja huko, relax. Na tukikuja kwa county, jana tulikuwa huko Busia, mimi nikakuwa huko, nikapigia Governor Otuoma asante kubwa kwa kulinda chama ya ODM huko Busia. Wangapi wanasema Governor Otuoma anafanya vizuri? Hapa Vihiga tuko na Governor Otichilo ambaye analinda chama ya ODM vizuri huko Vihiga. Wangapi wanasema Governor Otichilo anafanya vizuri? Ukienda hapa Bungoma, sisi tuko broad based government. Tuko na Governor Lusaka ambaye ako kwa chama ya Ford Kenya, analinda broad based government vizuri huko Bungoma. Wangapi wanasema Governor Lusaka anafanya vizuri? Kwenda mbele, mimi nataka kuunga Mheshimiwa Junet mkono. Na wale watu wanataka kuingilia Junet, tafadhali usiwajibu, achia mimi nitasaidia wewe kujibu hao watu. Maana wewe umefanya kazi kwa chama vizuri, baba alikuwa anakuamini. Hata mimi hii chairman yangu ya public accounts, kama ungekuwa wewe Junet, walikuwa wamenicheza vile wanataka kucheza baraza uchairman ya Kakamega County. Sawa sawa. Na huyu baraza vile Junet amesema aliangalia records, pia mimi niliangalia records za ODM, nikaona chairman wa Kakamega ni Governor Fernandez. Sawa sawa. Na ile speakers wamesahau kusema, na mimi nimesema na narudia, Governor wa ODM hakuna ule anaendanga one term. Hata Governor Otuoma Busia ni ngapi? Governor Baraza ni ngapi? Otichilo ameshapata mbi? Ulusaka ameshapata mbi? Kwa hivyo sisi hapa Kakamega tumejipanga na Italanyi. Na party leader mimi ndio wananchi wa Butere walipigia kura kuwa mjumbe wao mara ya pili. Party leader, I want to confirm that vile umesema Butere ilikuwa lunch, ni ukweli, it was lunch. Sawa sawa. I confirm as the MP of
Butere, that Butere the party leader hajadanganya, amekula lunch na tukabeba yeye helicopter tukaleta yeye hapa kwa delegates meeting. Sawa sawa. Tukienda kwa negotiation because mimi naunga mkono ya kwamba chama ya ODM iongee maneno ya pre-election pact na chama ya UDA. Lakini tukienda kwa negotiation, party leader, usikubali ati tena tunakuja tunaambiwa sisi ndani ya ODM tuna support President Ruto na pena UDA ina field candidate hapa Kakamega. Hapana. Tunataka zoning ambayo Kakamega ibaki OD. Wangapi wanasema Kakamega ibaki ODM? Kwa hivyo mimi sijakataa kuunga Mheshimiwa Ruto mkono. Lakini yeye pia aangalie na arudishe mkono. Kama anaungwa na chama ya ODM, yeye akubali ODM ikuwe zoned kusimamisha wabunge na MCA na governor na women rep hapa Kakamega. Wangapi wanaunga hiyo resolution mkono? Asanteni sana. Asante. Kakamega muko tayari? Sisikii kama mko tayari. I know. Okay. Kakamega hoye! Party leader wetu Daktari Oburu Oginga ambaye tunampenda sana na ni youth leader na ni baby boy, na jana nilisema huko Busia wale wanasema kwamba party leader wetu ni mzee, wamjaribu waone kama watajua yeye ni moto wa kuotea mbali sana. Huyu party leader wetu tunampenda, tunamshikilia, tunamfuatilia na tunamfuata kwa sababu ameshikilia chama Kenya nzima, na kwa sababu yeye ndio atatuelekeza mahali tutafika na mahali tutaenda. Wacha nimshukuru sana Governor wa Kakamega, rafiki yangu Governor Fernandez Baraza FCPA, kwa kushikilia chama hapa Kakamega. Hii ni mara yetu ya 3 katika hii uwanja tukizungumza na delegates tangu uchaguzi. Na tulikuja hapa na baba mara 2 tukizungumza na delegates. Na leo tumekuja na Dr. Oburu Oginga. Na wakati tulimaliza ile Kilifi declaration, mimi najua party leader anapenda Kakamega sana kwa sababu wakati tulitoka huko yeye akasema mahali tukuje kwanza ni jana Busia na leo Kakamega. Nione kwa mkono wale ambao wametukaribisha hapa na ambao wanasema tumshikilie huyu party leader wetu. Wahenga walisema palipo wazee hapaharibiki nini? Jambo. Na hiyo ndio kwa sababu tunajua ya kwamba tukiwa na party leader wetu Dr. Oburu Oginga hakuna jambo itaharibika katika chama. Na hakuna jambo itaharibika hapa Kakamega. Na ile mambo yote ambayo iko, yeye aka na uwezo ya kusuluhisha na kuhakikisha ya kwamba chama iko pamoja na inaenda mbele, na Kakamega iko pamoja na inaendelea mbele, na baraza pia ako ngangari pale akishikilia akiendelea mbele. Chama chetu cha ODM, sijui kama nyinyi mnajua, ni chama kikubwa zaidi south of Sahara and north of River Limpopo. Kutoka Vanga huko Kwale mpaka Todonyang, boda yetu na Ethiopia huko Turkana. Kutoka Tana River kuja Busia na Kakamega mpaka huko Nyatike Uothorumo. Kwa hivyo sisi si chama ndogo, sisi ni chama kubwa. Na tukisema tunaingia maneno ya negotiation tunaenda tukijua sisi ni chama nini? Kubwa. Na hiyo ndo kwa sababu leo tukija hapa tunasema tulinde ground. Nyinyi ndio mnalinda ground. Na sisi kama viongozi tulinde nyinyi kama grassroots leaders. Na Mheshimiwa Edi amesema hapa, wakati tunaomba mlinde ground ni kwa sababu tunajua chama ikipata kizuri pale juu lazima ikuje na ifike mashinani. Na kitu ya kwanza inafika mashinani, saa zingine inakuwa mambo ya nomination. Na mimi nataka kusema hapa, wamama hai. Wamama hai.
Mimi ndio mwenyekiti wa kitaifa wa kwanza wa chama ambaye ni mama. Na mimi nataka niseme hapa hivi, wakati wa mama wanapigania chama na vijana na walemavu, wanaambia piganeni chama, hakuna mtu anakuomba certificate ya shule, hakuna mtu anakuambia uko na masomo gani, hakuna mtu anakuuliza umetoka wapi, lakini wakati nomination inafika unaambiwa leta makaratasi ya masomo ndio kuje hapa utuelezee vile utakuwa nominated. Ama ukue kazi ni ya nani, ama girlfriend ya nani. Hiyo mambo lazima tumalize kwa hii chama yetu ya ODM. Wale ambao wanafanya kazi mashinani ndio wakuwe recognized na chama wakati ambao vitu vizuri inakuja. Kina mama hoye! Vijana power! Wakati umefika, chama cha ODM lazima tujipange kwa mwaka unaokuja ya election 2027. Na kujipanga ni kutafuta marafiki ambao tunaweza kutembea nayo hii barabara ya kutafuta uongozi. Kuanzia 2013 wakati tulipata hii katiba mpya, hakuna chama ambaye imeenda kwa uchaguzi peke yake na ikashinda. Sasa sisi kama Central Management Committee tukisema ya kwamba tumempea huyu kiongozi wetu Daktari Oburu Oginga mandate aanze kuzungumza na vyama like-minded, tukianza na ile ambayo tuko nayo kwa broad-based ya Daktari William Samoei Ruto ya UDA. Kuna makosa. Kuna wale wanasema iko haraka gani? Mimi niwaelezee, hii ni 2026. Election ni 2027. Safari ya of 100 miles, it starts with one step. Lazima tujipange 2026 ndio ikifuka 2027 tukue tuko tayari. Nyinyi mnakubaliana na hiyo? Mnakubaliana na hiyo? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Na ile negotiation ikifanywa haitakuwa negotiation ya viti peke yake. Lazima itakuwa negotiation ya values za chama chetu kama ODM. Negotiation ya agenda yetu ambayo tuliwachwa na Baba Raila Amolo Odinga. Kukua people centered. Lazima hizo mambo yote na manifesto na kila kitu itakuwa ndani ya negotiation. Si tu chukua viti hii na viti ile ingine. Ile mambo yetu yote itakuwa hapo ndani. Mnakubaliana? Na ya mwisho, mimi nimeshukuru sana hao viongozi wetu wa bunge, kwa sababu wamesema ya kwamba wakirudi bunge wataweka pesa katika budget ya kufanya compensation ya wale watu wetu ambao waliumia wakati wa post-election violence kwa sababu ya ile 10-point agenda. Mimi nawashukuru na nawahimiza msukume hiyo kweli kweli. Ndio sisi pia wananchi wasifikirie kwamba chama imeingia broad base na imesahau ile mambo ambayo tulikuwa, wale watu ambao walikuwa wamepigania nini? Chama. Kwa hivyo kufikia hapo, nataka nimwalike azungumze na sisi Chairman of the Council of Governors, Governor Ahmed Jir, Governor wa Wajir County, na huko pia bado ni OD. Kwa majina naitwa Ahmed Abdullahi aka Jir, ndio gavana wa Wajir County na pia ndio chairman wa Council of Governors. Mimi ndio chairman wa gavana wenu huko, akitaka kuongea lazima nimuone. Ndio nimpatie ruhusa ya kuongea katika COG. Mimi ninafurahi ya kwamba our Director of Elections, Junaid Mohamed, has clarified to us here ya kwamba the recognized chairperson, chairman wa county ya Kakamega ni FCPA Fernandez Barasa. Huyu gavana, kwanza Kakamega nyinyi ni watu wazuri. Nyinyi mulichagua in the first term FCPA Oparanya. Si namna hiyo?
tena mkachagua FCPA and Dr. FCPA Barasa. Sasa mimi ndio the only other FCPA ambaye amechaguliwa governor katika Kenya from Wajir. Mambo ya chama ni vile mlivyoelezwa. Mmesikia governor wa Busia, he said almost everything I wanted to say. Mlisikia pia viongozi wengine waliongea hapa. Hii chama ya ODM sio chama ya Nyanza, sio chama ya Wajaluo peke yake, na pia sio chama ya Wajaluo na Waluya peke yake. ODM has 15 governors in the Council of Governors. Sio Azimio, ODM iko na 15 governors katika Council of Governors. Nisipowa mobilize hakuna meeting ya chair ya COG ambayo inaweza kuwa. ODM iko na governor Kajiado, Garissa, Tana River, Turkana, almost the entire coast. Kwa hivyo hii chama ambaye ilijengwa kwa miaka mingi through the sweat and the suffering of Raila Amolo Odinga, hatuwezi kubalia nyinyi watu wa Western na watu wa Nyanza kuiwa kimchezo. Hii ni ngome ya ODM. Sisi we've been your cheering squad. Tunachagua viongozi kwa hii chama all the way from Coast, Ukambani, Turkana, Northeastern, kila mahali. You will not let us down. We will not allow you to let us down. Hatuwezi ati mkatumaliza ati kwa sababu Raila ameondoka. Lazima mshikilie hii chama. Si namna hiyo? Wangapi wanakubaliana na mimi la kwamba lazima tushikilie hii chama? Lazima tushikilie hii chama. Na sisi as Central Committee, mimi ni organizing secretary ya chama, and as NEC, as National Governing Council, tulipokaa kumchagua Dr. Oburu Oginga kuwa party leader, we were not mad. We knew what we were doing. Tuliangalia how do we hold this party together. And I have attended many meetings now under his chairmanship. Yeye mzee ni mzee wa hekima. He's a very sober old man. Ni mtulivu sana. But I also like how strong he is when it comes to taking positions. Kwa hivyo, these other people, wawili watatu, sponsoring headlines, kutusi sisi, kutusi Junet, kutusi Nwanga, Governor Wanga na Junet, you are the wings of Mzee. I know what you do for this Mzee and for this party. Kwa hivyo hata mkitusia namna gani, muitwa nini, the mainstream ODM ambaye Mzee aliacha iko nyuma ya Oburu na iko na nyinyi. Wacha wale wawili watatu wenye wanatukanana waendelee kutukanana. It will not change a thing. Kwa hivyo mimi ninawaambia tu kama wana ODM, kuna njia mbili vile alivyosema Homa Bay Senator, my brother Kajwang. We appreciate in 2027 Mungu akitufikisha, wakati unacheza karata, kuna kadi inaitwa Joker. Si kuna kadi inaitwa Joker? Hiyo Joker ukiweka ndio unashinda game, sio? Hakuna mtu ako na hiyo Joker. Joker iko na sisi hapa ODM. It's ODM that have the Joker for 2027. Lakini hii Joker tutampatia mtu ambaye anaita wengine wetu sio wa Kenya, hamwezi enda shule, lazima ukuwe na shares, ama tutampatia mtu ambaye anataka kutupeleka Singapore. We have consciously decided as ODM in the Central Committee to give our party leader the mandate to talk to other like-minded parties. And I want to say here without the fear of contradiction that DCP and anybody who associates with DCP is not like-minded to us. Sio like-minded kwetu. Mtu ambaye anasema ati lazima ukuwe shareholder hawezi kuwa like-minded. Raila Odinga was a nationalist. That's why he had support across Kenya. Na sisi, we will not support anyone who is not a nationalist. Mzee wetu
party leader wetu, we have mandated you. We are behind you from the coast to the Lake Basin, from Northeastern to Masaini to Turkana. Lead us, we are behind you. Negotiate on our behalf, negotiate tough, and negotiate with the like-minded. Mungu awabariki. God bless you all. Aya. ODM. Basi party leader wa ODM na viongozi wengine ambao wamekuja, magovernors wenzangu, mimi pia nimekuja hapa. Jana nilikuwa Busia, na nimekuja hapa sio ati nimepotea ama nimekosa kitu ya kufanya. Nimekuja hapa kwa sababu ninajua mambo mazuri yanapangwa hapa, na sisi tumekubaliana tukiwa magovernors kutoka eneo hili la magharibi kwamba tutatembea pamoja, tuweke watu wetu pamoja, tukae kwa meza ile inakawa chakula ya Kenya. Ndio unaona Fernandes Barasa ambaye ni host wetu, mtu ya 2 term. Ama mnasema aje? Barasa mnasema aje? Watu ya Busia kuna Otuoma mnasema aje? 2 terms, ni kutomba 2 term huko pia. Mimi na Otichilo tunamalizia. Na tumekuja hapa kwa sababu tunataka kutembea safari moja. Tunajua ile kazi ambayo ODM imefanya. The former party leader Raila Amolo Odinga was a very brilliant leader. Kwa sababu mimi nakumbuka kwamba wakati nilikuwa speaker, mambo ilipokuwa ngumu, akaenda kwa mambo ya handshake. Kenya ikanyoroka, tulikuwa na mheshimiwa Kajwang. Wakati huu wa 2022, wakati pia mambo ilikuwa inaanza kwenda hivi, akaleta mambo ya broad based. Ndio sababu mimi ni deputy party leader wa Ford Kenya, lakini niko hapa kuhakikisha kwamba tunatembea pamoja, because the negotiations are going on and we mean well for our people. Hiyo safari ya Singapore, mimi ningependa kushukuru chairman wa budget ambaye ni Bwana Arati. Ametuonyesha hapa waziwazi ile miradi ambayo inaendelea katika maeneo zetu kupitia kwa serikali hii ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kwa hivyo ile propaganda nyingine watu wanasema tuachane nayo, tutaelect mtu kulingana na ile kazi ambaye amefanya. Na mimi najua kwa sababu nimekuwa governor, this is my 2nd term. I know what it means to elect a governor for 2 terms. Itakuwa continuity na kazi itaendelea na mtaona maendeleo. Ndio sababu nasimama hapa kudhibitisha kwamba Mheshimiwa Barasa 2 term, Mheshimiwa Otuoma 2 term, Mheshimiwa William Samoei Ruto 2 term. Wale wanasema 2 term nione hapa. Na mimi niko na hiyo jukumu, nimechaguliwa na Mheshimiwa Rais ku-coordinate mambo ya re-election yake ya 2 term hapa. Na nikajua the greatest stakeholder katika 2 term ni ODM. Ndio nimewaambia sijapotea. Mkienda wapi tuko tuna nyinyi. Tunaongea. Mkipiga kona niko na nyinyi. Mkipiga kona tuko na nyinyi. Na hata chama yangu pia Ford Kenya tutakuwa hapo kutembea pamoja, because I know that you are going to form the next government. We are going to form the next government. Na chakula inakuliwa na yule mwenye yako kwa meza, sio mwenye anashout kutoka nje. We must be on that table to eat the food that has been prepared. May God bless you. Tutatembea pamoja. Mubarikiwe sana. Asante sana. ODM oye! Baraza oye! Mimi ndio maneno mawili tu. Kwanza ni kuwashukuru wana ODM kwa msimamo wenu kusimama nyuma ya Dr. FCPA Fernandes Barasa. Jambo la pili, baba alikuwa hapa mara ya mwisho kabla hajaenda India. Na baba akatuambia Kakamega County ni county ya Fernandes Barasa. Tupatie baba heshima akiwa kwa kifo kwa kuchagua Fernandes Barasa for the 2nd term. Kakamega tumekubaliana hapo? Tumekubaliana? Barasa. Jambo la pili, kwa heshima ya Mheshimiwa Dr. Oburu, mimi niliserve na Dr. Oburu 11th parliament na Dr. Arati 11th parliament, madam tuliserve na 11th parliament. Sisi tutasupport negotiation led by Mheshimiwa Oburu, but number 1 preference, William Samoei Ruto must be remain our presidential candidate. Tunakubaliana hapo? Mwisho kabisa, the gazetted headquarter ya Kakamega County, gazetted in the constitution, is Kakamega town.
Mkutano wengine ikifanyika Shinyalu, Ikolomani, Mabole, wapi, hiyo ni bure. Asanteni sana, Mungu awasaidie. Jina. ODM oye! ODM oye! Kwa majina mimi naitwa William Oduol. Mimi ndio Deputy Governor kutoka kule Siaya. Sasa mnajua Siaya ndio bedroom ya party leader. Kwa hivyo mimi kama Deputy Governor wa Siaya, sisi ndio tunalinda party leader kule Siaya. Mumekubali? Na kwa hii mkutano nataka pia niseme ya kwamba mimi ndio acting governor kwa hii mkutano. Mmeniruhusu? Si mmeniruhusu? Unajua mlio ya chura haiwezi fanya ng'ombe isikunywe nini? Iko msukosuko kidogo kule Siaya, lakini mimi nimekuja hapa na nimetumwa na wafuasi wa ODM kutoka kule Siaya ya kwamba sisi tuko imara kwa chama yetu inaitwa ODM. Na ya pili, sisi pia tuko imara nyuma ya party leader Oburu Odinga. Na kwa hivyo tunamuunga mkono na tunakubalia yeye aongoze sisi kwa hii maneno ya negotiations. Lastly, nikikaa chini, sisi kule Siaya tuko ndani ya broad-based government. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na nimeona kuna MCAs hapa wawili kutoka Siaya, wale walisema lazima pia wazindikishe Oburu hapa. Naona Shalom pale na nimeona Minbondo pia hapa. Asanteni sana. Aya. Kakamega hoye! Hebu nione kama Kakamega mpo. Kakamega hoye! Mmekuja kweli. Mlikuja nyote. Mimi ndio Simba Arati, gavana wa Kisii na deputy party leader wa chama cha ODM. Kwanza kabla sijaanza, nataka niwakumbushe na mnisikize mzuri. Hapa Kakamega, Mheshimiwa Chairman ambaye ni gavana wa Kakamega, wakati tulifanya uchaguzi hapa, kiti ilikuwa inataka kwenda. Mimi mwenyewe nilikuja hapa nikakimbiza watu hapa wakaingia ndani ya miwa. Mnakumbuka? Mnakumbuka? Mheshimiwa Baraza, mimi kama deputy party leader, mchanganyika tutakubali kuona katika chama. Huyu ndio gavana, ndio mwenyekiti wa chama hapa. Na nataka niseme, unajua chama ni kubwa sana. Utapata watu wengi tu, wengine watu wanaamua kugombana tu kwa kona. Lazima kutakuwa na discipline kwa chama. Na nitaongea, mnisikize mzuri tafadhali. Mnakumbuka vizuri wakati tulikuwa na uchaguzi Kasarani, watu wawili peke yao walikuwa wanauliza kiti cha party leader, ambayo ilikuwa ni baba Raila Amolo Odinga na mimi Simba Arati, wakati wa Men in Black. Baadaye baba akiwa hai hapa Migori akasema, ukiona Oparanya, ukiona Joe, ukiona Simba, chama kimesimama. Inasikitika sana kwamba wakati hao wangwana wawili walitoka, tena chama ifurugwe. Hapa Kakamega lazima, tuko na constituency 12 za ODM. Nataka niulize wana Kakamega tafadhali, chini ya chairman wenu,
ambaye ni baraza, muhakikishe chama imesimama, na mimi nimekubaliana na yeye. Mimi kando na wana kule Kisii, tutahakikisha tumefunga eneo zetu zote za ODM. Kuna watu hapa wanasema Oburu, Oburu ni mzee. Wacha niwaambie, katika Biblia mkiangalia Exodus ambayo ni Kutoka 17 mlango wa 8 mpaka wa 13 unasema vile Moses walipokwenda vitani na wale watu wa Amalek. Moses alikuwa amechoka mikono. Aaron na Ul walikuja wakaekelea jiwe, akakaa, wakashikilia yeye mikono juu, wakapiga vita mpaka wakashinda. Baba Oburu, sisi, mimi nikiwa hapo, Abdulswamad, hata Ososi alikuwa safarini na ajua kwamba atarudi, na tunapanga tuone vile chama kinarudi pamoja. Na hawa wengine umeona wamekwenda kule Butere. Unajua Yesu akihubiri alikuwa anasema, wanafunzi wakakuja wakamwambia, tumepata watu wanatibu watu hapa chini. Yesu akawauliza, mmewapata wakitibu kwa jina la nani? Ati tumesikia kwa jina la nani? Lako. Yesu akawaambia, hao ni watu wetu. Mheshimiwa baraza, wewe hawa ni watu wetu. Wewe ita wao, kaa chini, tuchenge chama. Amna namna gani? Lakini wakikuja, unajua wale wameasi, kwanza unamweka nyuma asikae hapa mbele. Sio ni sawa sawa? Ndio tujenge chama. Nataka niseme hivi, nikimaliza. Baba Oburu, tafadhali, kiti hiki cha party leader umeshikilia. Nataka tukuulize, wewe kama mwana mtoto wa Jaramogi, Raila alikuwa ni mtoto wa Jaramogi, tafadhali chama hiki, kwa sababu kiko mikononi mwako, nyumba yenu ya Jaramogi, hakikisha mmesimama, kusikue na muwanyiko wowote wakati wowote, kwa sababu chama hiki sio chama cha Jaramogi Oginga Odinga family, sio ya Wajaluo, sio ya Waluya, sio wa Kisii. Vile Mheshimiwa Ahmed amesema, ni Kenya mzima. Na sisi, na mimi mnanijua tu, kando na kuwa gavana, nimekuwa mbunge tamu mbili kule Nairobi. Pia sisi ni wafujo wakati mwingine. Ukileta fujo, tunaleta fujo. Chama hiki tutahakisha kimesimama. Vijana hoye! Vijana mpo? Kina mama mpo? Muko tayari? Mwisho, wakati hamtamuona Baba Oburu akiwepo, atakuwa anatuma sisi, mimi, Abdulswamad, Ososi, Wanga, hawa magavana wetu wote, maseneta wetu wote, mtajua kwamba chama imesimama. Na mkitupea wabunge wetu wako hapa, nimeona wabunge wengi. Na wale wabunge, kuna mbunge wangu hapa ambaye niliachia kiti kule Nairobi. Unajua kama ningesimama angepoteza tu. Lakini huyu mama ameshikilia Dagoretti. Nataka niwaombe tafadhali wabunge wenzetu, hatuwezi kufanya mazungumzo na mtu yoyote wakati tunaonekana tuko na furugu katika nyumba yetu. Kwa hivyo wale ndugu zetu wote tutakaa chini. Yule atakataa, mtoto akikataa, tunaita yeye, tunapiga yeye kiboko, tunaombea kaa kando, tunaona kama ana BF. Kama sivyo, anaishi kwa jirani. Amna ni magani? Si ndio? Kuna watoto wako na tabia mbaya, tutawaita. Wakikataa, tutawaleta kwa NDC, wapiwe kiboko, wakwende wakae kule chini. Na wewe Mheshimiwa Oparanya, nataka nikuulize ndugu yangu, wewe ni waziri. Na nataka nimuulize Mheshimiwa William Ruto,
huyu waziri wako kama anataka ukuwe na tamu mbili, ni akuje waongee na baraza, wahakikishe kwamba Western haya. Mnisikize mzuri. Nataka nimuulize Mheshimiwa Oparanya tafadhali, wewe na baraza, kwa sababu ya Kakamega ndio ngome ya chama, naomba tafadhali wewe, tutauliza Mheshimiwa William Ruto kwamba huyu ni umbwa yako, hii ni umbwa yako ambayo tumekupea. Unajua ni ilikuwa ni umbwa yetu ile kubwa, tumekupea. Ni nini imefanyika? Ni supu gani imekunywa? Amna namna gani? Si ndio? Aambiwe arudi atengeneze Kakamega pamoja na Barasa. Nyinyi mnataka mchezo kweli? Si mchezo ishe. Hebu nione watu wa tamu mbili hapa. Hebu nione tamu mbili hapa. Asanteni sana. Nikimaliza wacha niulize. Haya, asante. Nataka niulize kwa sababu kabla nimuite gavana Baraza alete wangwana hapa wafanye ile resolution, nataka kwamba tutapigwa picha hapa, magavana mkuje hapa, wabunge mtakaa hapa, tuonyeshe Kenya mzima kwamba chama cha ODM kiko imara. Muko tayari? Mheshimiwa Baraza, kujeni hapa. Mheshimiwa Utoma, Mheshimiwa nani ameenda wapi? Huyu wa Bungoma amekwenda wapi? DJ, nitataka wabunge hapa, wabunge. Alafu Mheshimiwa Baraza uta lead resolution zile. Keti tu baba. Yes. We want to see kusoma resolutions. Aya, waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, alafu waheshimiwa MCM takaa nyuma hapa pia. Nimeona Mheshimiwa MCS, tafadhali. Haya, nataka tuchukulie picha, mjipange mzuri hapa nyuma. Waheshimiwa. Okay. Haya, viti imetosha tafadhali. Viti imetosha. Haya, tusikizane. Hawa wangwana hapa. Irene, kaa chini tafadhali. There must be order there. Hapana. Ngoja. Hapa waheshimiwa, hapo order. Kaa mzuri. Ongezea kiti. Kwanza nawakaribisha baada ya mkutano huu. Tuko na rally kubwa sana hapo Equity, ambayo itakuwa ni rally ya kwanza ya Daktari Oburu kukaribisha wanakakamega wote kwa chama cha ODM. So after here tunaenda hapa Equity. Ningependa kukaribisha viongozi wa branches wote waje hapa mbele, chairman, ili tusome resolution alafu tumalize mkutano wa leo.
Machairman, kujeni hapa mbele. Machairman, kujeni hapa mbele ili tusome resolution ya mkutano wa leo ambao umekuwa ni mkutano wa kufana sana. Youth representative pia unaweza kuja kwa sababu lazima vijana pia wakilishwe. Wanapokuja, mimi nataka kuhakikishia bwana deputy party leader ya kwamba mimi nitakuwa mstari wa mbele kuunganisha wanakakamega wote, haswa wale ambao wanaunga mkono mambo ya broad based na wanaunga mkono party leader wetu. Karibuni kwa resolution ya mkutano wa leo, na nitasoma kwa lugha ya Kiingereza. We, the delegates of the Orange Democratic Movement, the ODM party from Kakamega County, having convened at the Golf Hotel grounds Kakamega during the Linda Ground Convention on the 18th of January 2026, unanimously resolve as follows. Number 1, we affirm and unequivocally recognize Honorable Dr. Oburu Oginga as the ODM party leader. We hereby mandate him, together with the party leadership, to engage and negotiate with the like-minded political parties, beginning with the ruling United Democratic Alliance UDA, in shaping the leadership and the future of our nation Kenya. Resolution ya pili, noting that Kakamega County holds the majority of elective positions under ODM, namely the governor, 10 members of parliament, and 45 members of the county assembly, we formally request representation in the ODM Central Management Committee. We therefore unanimously nominate His Excellency Dr. FCPA Fernandez Baraza, OGW, the ODM Kakamega County Chairman, to spearhead this process on our behalf. Number 3, we further request that Kakamega County be included in the ODM technical negotiation team that will be engaging with like-minded parties in recognition of our strategic importance and significant stake in the party. Number 4, as ODM enters negotiations with UDA and other like-minded parties, we reaffirm that Kakamega County remains a stronghold and purely an ODM county. We therefore demand zoning arrangements that recognize and respect Kakamega County as an ODM zone. Number 5, we call for unity within the party, particularly in Kakamega County. We urge leaders to suppress personal interests and egos to the greater good of the people and the future of our party and our country. Number 6, we recognize that the ODM party is greater than an individual. All members must respect and uphold official party positions and decisions. Members holding dissenting views should not use party offices or platforms to undermine official party communication. As members of the ODM party from Kakamega County, we shall collectively respect statements issued by our party leader and party leadership. Number 7, Kakamega County is a strategic, political, and electoral stronghold of the ODM party. Its inclusion in the party top leadership is essential for national balance, cohesion,
and inclusivity. We therefore respectively request that the position of Deputy Party Leader be returned to Kakamega County. Number 8, in line with the ODM and UDA 10-point agenda priorities, and in honor of ODM founding father, Baba Raila Amolo Odinga, we call for speed, compensation of victims of post-election violence, full actualization of inclusivity agenda, and strengthening of devolution through an increase in county allocations by a minimum of Kenya shillings 440 billion beginning the next financial year. Number 9, we the delegates of Kakamega County remain firm, united, and unwavering in our support for the broad-based government as established under the leadership and the guidance of our departed party leader, Baba Raila Amolo Odinga. Number 10, we advocate for enhanced promotion and protection of youth levels through deliberate job creation, economic empowerment programs, skills development, and enterprise support. Number 11, we call for dignity, fairness, and respect for women who have consistently supported the party. No woman member of ODM should again be required to pay 2 million Kenya shillings for nomination into the Kakamega County Assembly. Nomination should be based on loyalty, commitment, and demonstrated support for the party. Number 12, we recognize and fully endorse ODM party elections held on the 25th of August last year at Iguhu KMTC, in which His Excellency Dr. Fernandez Baraza was duly elected the ODM Kakamega County Party Chair. We pledge our full support to his leadership of the party and his efforts in strengthening the party at the grassroots. And finally, last, we commend and appreciate the efforts of our county party chair, His Excellency Dr. Fernandez Baraza, for establishing and equipping ODM offices across all the 12 sub-counties of Kakamega County, complete with furniture, computers, and staff to enhance party operations and grassroots mobilization. We therefore ask the ODM party leadership to consider supporting this initiative. I want to put the question. Are of many that have a similar opinion? Say aye. Are of the many that have a different opinion? Say nay. The ayes have it. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tunawakaribisha sasa kwa rally yetu pale Equity.